Kumbuka mwezi mmoja uliopita na siku kadhaa, kuna kisa kiligonga vyombo vya habari. Kisa hiki kikiwa ni juu ya wezi waliohusika na wizi wa kitita cha shilingi milioni 94.9 kutokea katika kampuni ya Wells Fargo, ambapo wezi hawa walikuwa ni wafanyakazi katika kampuni ile na walikuwa walinzi wa pesa zile. Ila siku chache baadaye maafisa wa polisi walitaja kwamba walikuwa wamewakamata wanne waliohusika katika wizi ule na kuweza kupata takriban milioni 9.5 na milioni 9.1 ya pesa zilizokuwa zimeibiwa. Na kwa sasa tunaangazia kisa hiki ambacho kwa sasa kile ambacho DCI wameweza kutulia na kutosema ni kuhusiana na wawili ambao walikuwa masterminds wakuu katika wizi ule wa pesa zile, maana walokuwa wezi wakuu katika wizi wa pesa zile hawajaweza kupatikana mpaka wa leo. Inaaminika ambaye alikuwa akitambulikana kama Michael ambaye alikuwa ndiye mpangaji mkuu wa wizi ule na aliyekuwa captain wa kikosi ambacho kilikuwa kinapaswa kulinda pesa zile hajaweza kupatikana, jambo ambalo mpaka wa sasa limewaacha Wakenya wengi kwenye mitandao ya kijamii wakiweza kuuliza aswa ni kipi ambacho kilipata kuendelea, maana wengi waliamini ya kwamba DCI walikuwa on the case ya wezi wenye walikuwa wameiba pesa hizi. Kumbuka pesa hizi zilibiwa tarehe 6 mwezi Novemba mwaka 2023 na leo ni tarehe 20 mwezi Disemba, ikiwa ni takriban mwezi mmoja na wiki mbili tokea pesa hizi zilipopata kuibiwa, na bado maafisa wa polisi hawajaweza kuwapata wale walikuwa wahusika wakuu. Maana wale waliokuwa wahusika wakuu inaaminika tu ni milioni 9 zilipatikana, nazo zaidi ya milioni 80 ziliweza kutokomea na wale wawili ambao walikuwa wapangaji wa kisa hiki na wizi huu wa mamilioni ya pesa. Je, aswa ni nini kinaendelea? Mbona maafisa wa DCI mpaka ile hawajatoa ripoti kuhusiana na yale ambao wameweza kufumbua kuhusiana na wawili wale ambao walikuwa ndo wapangaji wakubwa katika kisa kile na wizi ule? Tukikumbuka kwamba baada ya kuwakamata wale wanne ambao walikamatwa ikiwemo ni dereva na watu wengine watatu, walionyesha kana kwamba they are closing up on the thieves. Walionyesha kwamba they are closing up on the people that had stolen the money, but until now the two main suspects are still at large. Na je, hawa watu walikwepaje mitego yote ya polisi mpaka kwa sasa kuwa huru na hawajaweza kupatikana? Acha nikueleze, wakati watu hao waliweza kufanya wizi ule walikuwa wamejipanga, they had an escape plan. Alafu nikukumbushe, aliyekuwa captain ni mtu ambaye alikuwa na ufahamu wa jinsi ambavyo polisi wanafanya kazi, so alikuwa amepanga jinsi ya kukwepa mitego yote ya maafisa wa DCI wakati walikuwa wameanza uchunguzi kuhusiana na wizi ule. Hivyo ameweza kutokomea bila kupatikana mpaka leo. Na pesa zile ambazo alitokomea nazo hazijaweza kupatikana. Mpaka leo watu hawa ni watu wa kuvuliwa kofia, maana ni watu ambao walitumia akili zao. Baada ya wizi ule wangekuwa wapumbavu, wangekamatwa kama wale wengine walioweza kukamatwa, lakini maana walielewa jinsi ambavyo waliweza kuiba, wakicheza vibaya wataweza kutiwa mbaroni, hivyo wakacheza kandi zao vizuri na kuweza kujificha kutokana na mitego yoyote ya maafisa wa polisi ambao wangeweza kuwatia mbaroni. And as of right now hajaweza kukamatwa. Kumbuka Wakenya walikuwa wakiwaombea sana wasiweze kutiwa mbaroni. Kwa sasa ni kisa ambacho tunakuletea tukikukumbusha, it's a reminder of something that happened a month ago, but yet the police have not arrested the main suspect in the heist. For now, tuungane katika video zetu zijazo. Hii ni FM Show KE.